Karibu tena katika Biblia maishani mwetu, tunapoendelea na mafundisho ya Yesu kutoka hotuba ya mlimani. Hapa Yesu anatufikisha kwenye heri yenye uzito mkubwa sana. Heri ambayo mara nyingi haifundishwi kwa upana kwa sababu inagusa mateso, upinzani na gharama ya kumfuata Kristo kwa uaminifu. Yesu anasema, heri wenye kuudhiwa kwa ajili ya haki, maana ufalme wa mbinguni ni wao. Yesu hasemi heri wenye kuudhiwa kwa sababu ya makosa yao, jeuri zao au ukaidi wao. Anasema heri wenye kuudhiwa kwa ajili ya haki. Hii ni tofauti kubwa sana. Haki hapa haimaanishi kujiona bora kuliko wengine wala kushindana kwa hoja. Haki ni kusimama upande wa kweli wa Mungu, hata pale inapogharimu sifa, nafasi au mahusiano. Kuudhiwa kwa ajili ya haki ni pale unapokataa rushwa kwa sababu ya dhamiri yako. Ni pale unapokataa kuiga mienendo mibaya ya jamii kwa sababu unamcha Mungu. Ni pale unaposema ukweli wa Biblia na watu wanakudhihaki, wanakupinga au wanakuona kama mtu wa zamani. Katika dunia iliyopindua maadili, haki huwa kero. Nuru inapowaka, giza halifurahii. Ndiyo maana Yesu hakutuficha ukweli. Kumfuata yeye kutaleta upinzani. Lakini angalia ahadi anayotoa. Maana ufalme wa mbinguni ni wao. Yesu hatuahidi tu thawabu ya baadaye, bali anatoa utambulisho wa sasa. Wenye kuudhiwa kwa ajili ya haki tayari ni raia wa ufalme wa mbinguni, hata kama wanaonekana kunyanyaswa duniani. Ufalme wa mbinguni haupimwi kwa makofi ya watu, bali kwa ridhaa ya Mungu. Hata kama dunia inakukataa, mbinguni inakukubali. Hata kama unanyimwa haki hapa chini, haki ya Mungu inakungoja. Heri hii inatualika tujiulize kwa unyenyekevu. Je, tunateseka kwa ajili ya haki au kwa sababu ya tabia zetu? Je, tunasimama kwa kweli ya Mungu au tunapenda kukubalika zaidi kuliko kuwa waaminifu? Yesu anatufundisha kwamba mateso haya si ishara ya kushindwa, bali ni alama ya kumilikiwa na ufalme mwingine. Ni uthibitisho kwamba hatuishi kwa viwango vya dunia hii. Familia ya Biblia maishani mwetu, tunapokutana na upinzani kwa sababu ya haki, tusikate tamaa, tusirudi nyuma. Tusichanganye ukweli ili kupendwa. Kristo alitembea njia hii kabla yetu. Mitume waliitembea. Kanisa la kweli limeitembea kizazi baada ya kizazi. Na mwisho wa yote, Yesu anatuhakikishia, ufalme wa mbinguni ni wetu. Tunakualika uendelee kukua katika neno la Mungu kupitia program zetu za kozi za Biblia na pia kupitia store yetu ya vitabu yenye soft copies kwa bei nafuu sana, kuanzia shilingi 500 hadi 1000 pekee. Tembelea www.take.app/Biblia maishani mwetu. Chagua kitabu unachohitaji kisha bonyeza order. Pia unaweza kututembelea kupitia WhatsApp Business Catalog ya Biblia maishani mwetu, upate rasilimali zote za kujenga imani yako. Hii ni Biblia maishani mwetu, mahali ambapo tunajifunza kuishi kwa haki, hata pale haki inapogharimu.